Sasa iko hivi, kumekuwa na mitazamo tofauti kuhusu dini na mziki huu wa Bongo Flava. Hapa namaanisha kwamba Bongo Flava hii ambayo inaimbwa huku Tanzania. Sasa na hoja za wengi zikielezea ama zikielekeza fikra zao ama emotional zao kuwa mziki huu huwa una ushirikiano mkubwa na nguvu za giza. Mnamaanisha kwamba una ushirikiano mkubwa na roho hizi za kishetani, na miongoni mwa watu ambao ni pamoja na waliowahi kujihusisha na mziki huo hapo mwanzo, na pia ambao walishawahi kujihusisha na roho hizi za kishetani. Lakini pia mbali na hapo ni pamoja na pia na viongozi ambao wao pia wanajihusisha na hizi nguvu za giza ama roho za kishetani. Wameweza kutoa ushuhuda ama kutoa maneno yao ama nasema kwamba kutoa historia yao, wengine wakitoa tathmini yao kuhusiana na nguvu hizi za kishetani. Hebu tusikilize hii hapa, alafu tutaendelea. Mimi nataka pesa, nataka maisha mazuri kama wenzangu wanavyokuwa na maisha mazuri. Na mimi nikijiangalia ni choka mbaya. Ninaimba kazi ya muziki lakini watu wanikubali. Na nilikuwa nimepata huyo bosi kama bahati. Nimetoka Tabora, nimechukuliwa Zanzibar na huyo bosi. Na huyo bosi alikuwa anataka bendi ihiti sana. Nikaona acha niende, mimi nimekubali. Nimeenda kupiga muziki sana. Narudi usiku wake nimelala tena, jamaa kanitokea ukutani. Yule mtu ananiambia achana hii njia. Akaniambia Simon Ngosha Masanja, nakwambia hii tabia unaofanya sijaipenda, nimekwambia achana na hii kitu, nifuate mimi mtumikie. Na kama hutasikia litakalokupata ni shauri lako. Basi ile sauti ikananiumiza sana, na kana waza kila siku, ni kitu gani huyu ni mtu gani au ni masharti? Nikasema kipindi hicho nilikuwa naishi na nyani wangu. Napokaa nikitaka kwenda kutembea, ule hakuwa nyani wala hakuwa ngedela, alikuwa ni mzimu. Nilikuwa naishi na ule mzimu. Kwa maana ule mzimu ukaanza kunipelekesha. Basi ule mchungaji hakukata tamaa kunifuatilia. Unajua kuna wachungaji wengine nasema kwa sababu gani? Mungu akikuhitaji, hata kama ulikuwa umekimbia kwenda sehemu gani, Mungu atakutafuta na atakupata tu. Basi mimi siku ile nilipoambiwa kwenda kwenye maombi, sikwenda. Siku iliyofuatia ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Unaona, hiyo siku ya Ijumaa ilikuwa ndio niende tena kuzimu kule baharini, ili niende tena kwenye magano, kufanya magano mengine, kwa sababu ilikuwa siku ya kwangu ya kutoa kafara. Na waliniambia nitoe kafara, niue mama, au kama sivyo nifanye chochote tu nifanye ili nisababisha ajali, maana kuzimu walikuwa wanahitaji damu. Sasa siku hiyo ilikuwa mimi ndio niende kule kwa ajili, na yule mchungaji akanipigia simu siku hiyo. Basi nikaona hapa nafanyaje? Nikazima simu ya mchungaji. Na hapo umeweza kumsikiliza ni moja ya mwanamuziki ambaye yeye alikuwa anajihusisha na nguvu hizo za kishetani kupitia muziki, lakini baadaye aliweza kutoka kwenye hizo nguvu za kishetani. Na baada ya kumsikiliza huyu, tusikilize sasa, tuweze kumsikiliza. Huyu ni mmoja wa Freemason family, yani kwamba ni mmoja wa familia ya chama cha Freemason, na yeye ameweza kuzungumza kuhusiana na nguvu hizi za kishetani. Lakini pia nitakuonyesha kwa baadaye huyu ambaye yeye atakuja kuzungumzia zaidi kwamba ni wakina nani ama wasanii gani ambao mpaka sasa hivi wanashutiwa kwamba wako Freemason, lakini pia wako watu tofauti pia ambao na wao wanawahisi kama vile wako Freemason, lakini yeye anawataja kabisa na kuthibitisha kwamba wako naye Freemason. Kwa jina natambulika kama Young Money. Young Money ndio jina ninalotambulika, na hilo jina sikujipa, ila nilipewa na jamii. Jamii walinipa hilo jina kulingana na mambo. Freemason na waganga wa kienyeji ni vitu viwili tofauti kabisa. Waganga wa kienyeji na Freemason kwanza naweza nikakwambia ni kitu ambacho kiko huru. Waganga wa kienyeji ni kitu ambacho kidogo kina masharti mengi. Ndio maana Freemason nimekwambia hata masharti yake ni chama ambacho kina masharti, lakini sio masharti makubwa au magumu ya kumshinda binadamu. Kitu chochote chama chochote
kina tamaduni zake na taratibu zake. Sijui unanielewa? Waganga wana tamaduni zao, wana mambo yao, lakini Freemason hamna hayo mambo. Huwezi kukuta hayo mambo Freemason hata siku moja. Naam, hapo ni kwa upande wa mmoja kati ya familia ya chama cha Freemason, na huyu hapa ni mkuu wa Freemason anaenda kuzungumza. Kwa sababu mimi hapa ni kama daktari, lakini kama daktari kwa kuwa ni sifa za kutangaza magonjwa ninayotibu, hao watu tunao sana, hususani huyu Alikiba, Harmonize, Diamond na wasanii wengine ambao wapo kwenye filamu. Hao nao pia tunao katika chama chetu cha Freemason. Naam, nahisi umemsikia kwa uzuri kabisa ewe mzazi na kijana ambaye bado unang'ang'ania na nguvu hizi. Na mara nyingi huwa ni vigumu kwa mtu kutoka ama au kumfunza mtu mwingine baada ya kuingia mara baada ya kuingia, kwa sababu wanakuwa wamewekewa sheria nyingi sana, kwa maana kwamba unapokuwa mwanachama wa Freemason hauruhusiwi kuzitoa siri za chama hicho. Lakini mimi ambaye sijaingia Freemason naweza nikazitoa siri, lakini wewe ambaye unakuwa Freemason uruhusiwe kuzitoa siri hizi, kwa sababu wanakuwekea masharti makubwa, na ndio inakuwa vigumu sana kwa mtu ambaye anakuwa Freemason kuweza kumfundisha mwingine kwamba huku niliko ni pabaya sana. Na wao wenyewe wanathibitisha kwamba usione kwamba wanamiliki magari, wanakuwa na pesa, lakini wanavyopitia ni kazi ngumu sana na ni mambo makubwa na ni magumu sana kwa mtu wa kawaida kuweza kuyavumilia. Wengi huwa wanaangalia mavazi, muonekano, lakini wenyewe wanasema chochote kile ukitamani kwamba wananufaika sana, maana wanavyopitia ndani ni hatari zaidi. Bana, mbali na mwanamuziki pia kuna watumishi wa Mungu mbalimbali ambao nao pia walishatoa ushuhuda wao kuhusu nguvu hizi. Mmoja ya watumishi hao ni pamoja na huyu hapa, hebu msikilize alafu tutarudi ili kuendelea zaidi. Haleluya. Amen. Mimi leo Amieli ninamshukuru Mungu sana kwa kuokoka. Na bahati mbaya wakati sijaokoka nilikuwa natamani kuokoka kama nyie, ila nafasi ya kuokoka nilikuwa sina. Wakati ule nilikuwa mwanachama wa Freemason. Unajua, sikiliza niwaambie siri za Freemason. Freemason, acha hawa watu wanaodanganya kwamba jiunge bure, mali bila kafara, sijui na nini. Uongo huo. Acha kudanganyika na hawa wanaosema bora utajirike, bora uishi kidogo utajirika. Wewe, wana mateso wale, hawana furaha yoyote. Tena kule wako na kauli mbiu mmoja wanajiita Calcino. Calcino maana yake welcome but not returning. Yaani kuingia ni rahisi na ni ruhusa, lakini kutoka haiwezekani. Lakini pili, ukiingia lazima uwape viapo vitatu. Kiapo cha kwanza, unamkataa mama yako na baba yako na ndugu zako wote. Unawasaini pale kwamba kiringe cha mapepo kitakapotaka kafara, mtu wa kwanza kufa awe baba yako. Utake usitake utaua. Tena usipoua kwa hiari utaua kwa lazima. Lakini pili, utaapa kiapo cha pili, watakupa Biblia, watakupa Qur'ani, wanachana maandiko, unakunya kinyesi pale, unachanganya kinyesi na maandiko yale, unakula vyote, kwamba unaikufuru Taurati, unamkana Mungu. Maana yake maisha yako wewe ni shetani. Mtu yeyote unayesikia kwamba ni mwanachama wa Freemason, chakula chake sana ni damu ya watu na kinyesi. Sasa itoshe tu kwa kukwambia ewe mzazi, ukisikia mwanao ana mpango wa kutumia kipaji chake kwenye Bongo Flava, sitisha mara moja, kwani utampoteza muda mchache tu ujao. Kuwa mwepesi wa kujifunza kutokana na
matukio yaliyowahi kutokea tayari. Mfano trending event ya msanii Chui ambaye gari lake lilikataliwa na mama yake. Alitoa gari kwa ajili ya kwenda kumpa kama zawadi mama yake, lakini mama yake aliweza kukataa. Hii yote ni uthibitisho ama ni moja ya ushuhuda ambao sisi wazazi, vijana, lakini pia hata wazee wanaweza kuwa wanajifunza juu ya vijana wao na juu ya vijana wao na kuwafundisha. Mifano iko mingi kweli kweli, na muda wangu naona unanikimbia ama unanikata mkono hapa studio. Nipende kukualika tu katika kipindi kinachofuata ambapo tutatoa mifano mingi zaidi ili wazazi wajifunze. Na trending girl itakuwa kuhusu shetani anaye supply ushoga. Maana hapa nikiwa na maanisha kwamba ndoa ya jinsia moja. Watu wamekuwa wanasema tuzuie ushoga, lakini yuko ambaye ana supply, ana nguvu zaidi. Wewe unayesema kwamba utazuia ushoga ama utazuia ndoa ya jinsia moja, je, una uwezo huo? Umejipangeje kuweza kuzuia ndoa hizo za jinsia moja? Ikiwa yupo ambaye anatumia nguvu zake nyingi sana za kishetani kwa ajili ya kuweza kueneza, alafu wewe uko tu dhaifu unasema utazuia, je, utaweza kuzuia? Kushika Biblia sio kwamba ndio kuweza kuzuia. Kushika Biblia sio kwamba kuweza kumzuia shetani, lakini kile unachokifanya, matendo yako ndiyo ambayo yanaweza kumzuia shetani. Tukutane katika kipindi kijacho.